Jeshi la Marekani limesema kuwa ndege ya Marekani ya kujaza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iraq. Katika taarifa yake, kamandi kuu ya Marekani ilieleza kuwa tukio hilo halikusababishwa na mashambulizi ya adui wala risasi za kirafiki. Taarifa hiyo haikutaja kama kuna majeruhi au vifo, ingawa imesema juhudi za uokoaji na utafutaji zinaendelea. Ndege ya pili iliyohusika katika hali hiyo ya dharura ilifanikiwa kutua salama nchini Israel. Wakati huo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema askari mmoja wa Ufaransa ameuawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani mjini Erbil katika eneo la Kurdistan linalojitawala nchini Iraq. Ameongeza kuwa askari wengine kadhaa wamejeruhiwa. Israel imewaambia watu walio katika eneo jipya la kusini mwa Lebanon kuondoka mara moja, eneo lenye ukubwa wa takriban mara 2 ya eneo lililowekwa chini ya amri ya kuwataka watu kuhama. Maelezo zaidi na Esther Luambano. Waziri wa ulinzi wa Israeli amelielekeza jeshi kujiandaa kwa operesheni za kina ndani ya Lebanon, huku likipambana na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea kushambulia mji mkuu Beirut, yakiwemo maeneo ya katikati mwa jiji na kampasi ya chuo kikuu ambapo mkurugenzi wa sayansi pamoja na profesa mmoja wameuawa. Mamlaka za Lebanon zinasema tangu kuanza kwa awamu ya hivi karibuni ya mgogoro huo, Israel imewaua zaidi ya watu 600 na kuwafanya watu 800 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia 200 wamefariki dunia kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani nchini Sudan wiki iliyopita. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema anaumizwa sana na ongezeko la vifo huku ndege zenye nguvu zikishambulia maeneo yenye watu wengi zaidi. Volker amezihimiza pande zinazokabiliana kuheshimu sheria za kibinadamu za kimataifa ambapo zinakataza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia. Wakati huo jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF wamekuwa katika mzozo wa madaraka kwa takriban miaka 3 sasa, ambao umeua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kuyahama makazi yao. Shirika la anga za juu la Marekani NASA limesema safari ya kwanza ya anga yenye wanaanga kuelekea mwezini katika kipindi cha zaidi ya miaka 50 inaweza kurushwa mapema mwanzoni mwa Aprili. Safari ya Artemis 2 inatarajiwa kuwapeleka wanaanga 4 kuzunguka mwezi, ingawa hawatatua juu ya uso wa mwezi. Awali ilipangwa kurushwa mwezi uliopita, lakini ilicheleweshwa kutokana na matatizo ya kiufundi. NASA imesema marekebisho yaliyofanywa yamerudisha mpango huo katika mkondo wake. Inatarajiwa safari hiyo ya siku 10 itafungua njia kwa wanaanga wa Marekani kutua na kukanyaga mwezini katika kipindi cha miaka 2 ijayo. Na taarifa za hivi punde zinasema kwamba Marekani imeruhusu Urusi kuuza mafuta yake kwa nchi mbalimbali ili kukabiliana na ukosefu wa mafuta na kuepuka kuathiri uchumi duniani. Ruhusa hiyo itaendelea hadi Aprili mwaka huu.